One of the way to sustain your spiritual fire or your prayer fire ni kwa kuwa na aina ama kujizungushia na aina ya watu ambao wamebeba moto wa kiroho. One of the way to maintain your spiritual fire is through connecting yourself to people who are carrying the fire. Lakini number 2, namna ya kutunza moto wako. Kumbuka Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Walawi sura ya 6 mstari wa 12 mpaka wa 13, tunaona wana wa Israeli wanaambiwa moto lazima uendelee kuwaka juu ya madhabahu mfululizo. Nataka uone neno mfululizo. Na jana nilikuambia moyo wako ni madhabahu. Kwa hiyo moto wa kimungu, moto wa Roho Mtakatifu, moto wa ibada, moto wa maombi hautakiwi kuwaka Januari tu kwa sababu tunakutana kwenye maombi ya siku 21. Huu moto unatakiwa kuwaka, Biblia inasema kuwaka mfululizo. Manake siku 365 za mwaka huu moto lazima tuhakikishe unafanya nini? Unaendelea kuwaka. Bwana Yesu asifiwe. Na tukaona kwenye Mithali 26:20 anasema bila kuni moto huzimika. Kama Biblia inasema lazima tuhakikishe moto kwenye madhabahu unaendelea kuwaka, na Mithali inasema bila kuni moto huzimika, lazima tujifunze kuni za kuwekelea moto wa madhabahu ili uendelee kuwaka ni zipi. Jana nikakupa kuni ya kwanza, nikakwambia kuni ya kwanza ni kujiunganisha ama kutembea na watu ambao tayari wana moto wa kiroho unawaka. Kutembea na watu ambao they are not fire extinguishers. Ukitembea nao watapuliza huo moto wako, lazima utazimika. Lakini ili moto wako usizimike, you have to connect yourself to people who are burning. You have to connect yourself to people who are carrying the fire and the light of the Holy Spirit. Kuni ya pili ambayo nitakupa leo, kuni ya pili ambayo unatakiwa kuiweka kwenye madhabahu yako ili moto usizimike. Kuni ya pili, watu wa Mungu, ni kuongeza bidii katika mahudhurio ya ibada. Ukiongeza bidii na ukawa ni mtu usiyekosa ibada, hiyo ni namna ya kutunza moto wako wa kiroho. Hiyo ni namna ya kutunza moto wako wa ibada. Lakini ukiwa ni Mkristo ambaye unakuja ibadani kwa kubipu, there is no way you are going to maintain your spiritual fire. Usiwe ni mtu unayekuja leo unapotea mwezi, unakuja leo unapotea wiki mbili, unakuja Jumapili nyingine unasema naabudu online. Ndiyo, distance is not a barrier. Lakini Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Waebrania, tusome hapa Waebrania sura ya 10 na mstari wa 25. Biblia inasema wala tusiache kukutana. Tusiache kukutana physically, tusiache kukutana. Anasema wala tusiache kukutana pamoja kama wengine wachawi wanakutanaga, waganga wanakutanaga, wana vikao vyao, wana ibada zao. Freemason wanakutanaga, wana vikao vyao, wana ibada zao. Mwaikono huko mtandaoni mtu anaandika kitu afu anauliza, wewe kwenye kikao cha wanawake uwepo? Bwana asifiwe sana. Tunapokutana kwenye vikao vyetu hivi vya kiroho, hakikisha upo.